yako maandalizi yakoje na umejiandaje? Kwanza ninamshukuru Mungu, niko salama, niko poa. Napenda kuwashukuru waandishi wa habari wote kwa support zenu na kwa kuitikia mwito huu kuja kunihoji. Pia napenda kumshukuru mkurugenzi wa Asam Oil, wasambazaji wa mafuta nchi nzima na Afrika Mashariki na Kati, kwa kuweza kuniweka kambi. Mpaka sasa tupo kambini, tuko salama. Maandalizi yako vizuri na naenda kutimiza knockout yangu ya 35. Kwa sababu mimi ndo professional na ni bingwa knockout Afrika yote, yani bondia mwenye knockout nyingi ni Abdalla Paz, na naenda kutimiza knockout ya 35. Kwa sababu nadhani raundi ya kwanza au ya pili muwai tu mapema kuangalia ngumi zingine, ya kwangu mimi mje muangalie tu, mtamtesha tu kusema aya ilikuwa ngumi ile au nini, basi narudi nyumbani. Kwa nini kama umemchukulia kwa wepesi mpinzani wako? Sio kwa wepesi, kwa mazoezi ninayofanya na timu yangu, maandalizi yaliyokuwepo, na sio kwa kusema labda nini wala nini. Ni bondia gani mwenye knockout nyingi hapa Tanzania? Basi afile muno asigale muno. Umesikika ukisema unakwenda kumstaafisha mpinzani wako. Yaani hivi ile chachamuta muta aitwa nani? Yupo acheza ngumi kweli? Mshamsikia? Hamjamsikia? Hata mpinzani wa sasa hivi nani nitamsikia hivyo hivyo? Atakaa kimya hivyo hivyo kama alivyokaa kimya ule Mula. Muita chacha muta. Maana mimi ndo mimi nisemeje, unajua sasa hivi na usongo na ujeuri. Na vile vile kuna kitu nakihitaji. Sababu naamini kocha wangu Habibu Master Kinyogoli na meneja wangu Salum Munili na timu nzima ya Mwananyamala pamoja na kocha Dickson Tembo, yani mpaka sasa hivi tunalala, tunaamka, tunawaza kuelekea tarehe 24 mwezi wa 7. Basi baada ya kuweka rekodi kubwa ya knockout, sasa unaenda kuweka rekodi ya kustaafisha watu wa pili. Maugo kastaafu na mikono hii. Nani? Cheka na niletea kibao kutoka Mheshimiwa Ohad kutoka South Africa, kastaafu kwenye mikono hii. Maneno Swadi kastaafu kwenye mikono hii. Yaani mikono hii ina story nyingi. Hii mikono ina story nyingi. Kwa hiyo naweza kuambia kwa sasa kaeni mkao wa kula. Yaani kaeni mkao wa kula, watu wanaenda kustaafu. Sasa siendi kupiga, naenda kumstaafisha mtu ngumi. Fight yako ya mwisho uliocheza watu wengi walihisi kama ulikuwa mpinzani rahisi. Apande hata ulingoni. Huyu anaona mimi mpinzani mwepesi, tunaibadilisha, natolewa mimi, anaingia yule na yeye anaona nyepesi. Kwa hiyo naamini alikuwa ni mpinzani sahihi. Yaani mtu akishashika silaha kuingia vitani ni adui. Haijalishi ni nani, imekuaje, we pambana. Yes. Kwa hiyo kuna KO kesho kutwa. Yaani vizuri tu. Yaani knockout nyingi tu. Yaani knockout yaani sio hii. Mimi DC wa Kisarawe Mheshimiwa Magoti amenipa mechi 5. Nishinde knockout, yani kila mechi knockout. Kila mechi knockout. Kwa hiyo nina mechi 5. Kwa hiyo nishaanza ya kwanza, ya pili ya hii shaisha hii. Wanasema wewe ndo bondia ambaye upo kwa muda mrefu, unajua wewe Fadhili Majie bondia kwa muda mrefu kwenye ngumi. Kwa vijana ni kama wanataka kupitia migongo yenu kwenda juu. Wewe uko tayari kutumika kama kwa vijana wapate kufikia ndoto zao? Kwa hapa amekwama. Hii njia bwana ina misumari mingi na miba, kwa hapa amekwama. Kwa sasa hivi hapa mmekwama. Kwa sababu mimi naamini watu wangu wa Mwananyamala sasa hivi washatolea macho. Kuna mtu mmoja anaitwa Tola Mnyama, kama ushawahi kusikia kuna ngoma moja sioi tena. Dulambabe sioi tena. Kwa hiyo mwanangu sikio ameandaa show moja kubwa. Au aimbe kipande, njoo pate kipande kidogo. Njoo wape kipande kidogo. Nasema sioi tena. Sioi tena. Nimevumilia, mimi sioi tena. Hatari. Tusikuchoshe sana. Asanteni. Tuko pamoja. Tuongea sana najua, au sio? Pamoja sana. Kuna sehemu ila kocha yupo na Dickson Tembo wa Tembo. Unajua jina la Dickson Tembo wa Tembo linatokea wapi? Hii njia kocha, tujalie jina lako, lakini pia tayari Dulambabe ameshatamba na kujitweza kwamba anakwenda kufanya mauaji tarehe 24. Kwa maandalizi uliofanya mpaka sasa, Dulambabe yupo kwenye asilimia ngapi za kutimiza maneno aliyozungumza hapa? Majina naitwa Kocha Tembo kama ulivyojua. Na sisi jimu yetu, kawaida yetu sisi kwenda kuwapiga, sio kufanya kitu kingine. Si kawaida, tuna train vijana na mtu yoyote anayekuja.
na kama unavyojua mchezo wa ngumi unaanzia katikati ya mkanda kwenda juu, yaani unapiga sehemu za kuua na kujiandaa kwa ajili ya mechi hiyo. Sisi tumejiandaa vya kutosha, sio kwa huyo, kwa mtu yoyote atakayekuja hata wengine.